Habari ndugu wapenzi watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV. Kwa majina naitwa Baraka George Udoba, mimi ni fundi wa Local Cage. Pia ni mtaalamu au tabibu wa masuala ya mifugo. Kampuni yetu ya Ufugaji Bora inajihusisha na masuala ya utengenezaji wa mabanda ya kisasa, utengenezaji wa Local Cage, na pia tunaweza kukushauri na kusimamia miradi katika ishu nzima ya ufugaji. Sasa mimi leo nimekuja na jambo moja ambalo nimekuja kuasisitiza au kuwaelekeza wafugaji wenzangu katika sekta ya ufugaji. Tunaposema ufugaji tunamaanisha huu ni uwekezaji wa fedha kwa njia ya mifugo. Sasa tunapozungumzia ishu ya mifugo, kuna jambo au kuna mambo ambayo tunapaswa tuyagusie ili kuyaweka wazi, ili wale wafugaji wenzetu ambao wanavuviwa au wanahitaji kuingia katika ishu nzima ya ufugaji wawe wanayajua moja kwa moja. Tunapozungumzia ufugaji kwamba tusiishie tu kwamba tunahitaji kununua vifaranga, tukaishia kwamba tunahitaji tujenge banda, tukaishia kununua chakula. Hapana, vipo vitu ambavyo tunahitaji kuvisamarize ili kujua kwamba hivi tuviweke vizuri ili tutakapoingia kwenye ufugaji moja kwa moja tusiweze kupata changamoto zitakazo tusababishia sisi aidha kutokuendelea au kutokupata matokeo chanya kama tulivyokuwa tumekusudia. Sasa leo mimi kuna mambo nitakuelekeza. Kama unaingia katika ishu nzima ya ufugaji, halafu ukawa hujajipanga vizuri katika eneo la miundombinu, unaweza ukapata hasara na unaweza ukakata tamaa, ukapoteza hata kile kiasi ulichokuwa umekiwekeza awali. Kwa nini nasema ishu ya miundombinu? Kuna mtu anaweza akachukua kuku 500 akaweka kwenye chumba ambacho kitaalamu kile chumba kilikuwa kinapaswa kibebe kuku 300. Sasa anapoweka kuku 500 pasipo yeye kujua, kwa hiyo kuna baadhi ya athari ambazo zitajitokeza kwa sababu yeye hana uzoefu wa ufugaji, hivyo hawezi kutambua kwa haraka kwamba hizi sababu zinasababishwa na chumba kidogo. Hivyo atang'ang'ana kuwatibia na wakati hakupaswa kutumia pesa kwa ajili ya matibabu, alipaswa kuweza kurekebisha miundombinu ikae sawa. Mfano, umejenga banda ambalo litakuwa halipitishi mwanga mzuri, halipitishi hewa nzuri, pia likawa lina paa fupi. Kwa hiyo ndani ya banda kwanza ule mvuke au ile harufu inakuwa haiwezi kutoka nje, ile hewa inakuwa ni ndogo, alafu pia kuna joto. Hii inaweza kuwa changamoto kubwa sana katika ufugaji wako. Kwanza kuku, kuna uwezekano wa kuku kutokukupa matokeo mazuri katika ishu nzima ya uzalishaji, na pia kuku wanaweza wakadumaa na kutokuweza kuendelea katika kiwango tunachokikusudia. Sasa ufanyaje ili uweze kufika katika hatua nzuri? Cha kwanza, kabla hujaanza ufugaji na unahitaji kufuga, hebu zingatia hichi kwanza. Anza kutengeneza miundombinu mizuri ambayo hata wewe binafsi mfugaji utaweza kuingia katika hilo banda lako ukaweza kuwahudumia kuku na bila kusikia kitu chochote ambacho kinaweza kikakudhuru wala kukukera, kwa sababu hawa kuku tunaowaleta tunawategemea katika uzalishaji, na wao pia ni viumbe wanahitaji kukaa katika mazingira ambayo ni safi na salama ili waweze kutupa matokeo mazuri katika sekta ya mifugo. Sasa mimi kama mtaalamu naweza kukushauri kwamba unapohitaji kuingia kwenye ishu ya ufugaji, kwanza jenga banda zuri ambalo litajengwa na wataalamu wamebobea katika ishu nzima ya mifugo. Wa kujengea banda zuri linalozingatia viwango, yani liwe na paa ndefu, liwe linaingiza hewa, liwe na madirisha ya kutosha. Pia akupatie na ushauri namna gani unaweza ukalitreat hilo banda kabla hujaingiza kuku wako. Kitu kingine, unaweza ukafanya mpango ukatengeneza keji kama hizi tunazozionyesha hapa, ili kusudi ufugaji wako uwe rahisi sana. Keji zinarahisisha ufugaji kwa 80%, kwa sababu kila kitu kinakuwa kiko wazi, yani kama mnavyoweza kuziona, ina sehemu ya chakula, mayai pamoja na maji na kinyesi. Hivyo itakurahisishia wewe kufuga kwa uhuru na kupata matokeo mazuri zaidi. Ndugu mfugaji, karibu kwenye vipindi vyetu, tuwasiliane kwa namba zinazoonekana.